Hello viewers, this is a wedding between Daniel Omosa and Gladys Kemuto of Kisii Central Adventist Church. Both are deaf members of Possibility Ministries. Welcome. Leo hii sote tufurahia, wito tumeheshimu kwa bashasha, tushuhudia ndoa yenu wapenzi, sifa zote kwa Bwana. Leo hii sote tufurahia, wito tumeheshimu kwa bashasha, tushuhudia ndoa yenu wapenzi, sifa zote kwa Bwana. Mme ukampende mke wako, nawe mke mheshimu mme wako, ni agizo la Mungu kwa wanandoa, maisha matamu kwa Yesu. Ukampende mke wako, nawe mke mheshimu mme wako, ni agizo la Mungu kwa wanandoa, maisha matamu kwa Yesu. Alichounganisha Mungu asijetenganisha yeyote. Twawaombea mibaraka ya Bwana, muweze dumu katika pendo. Alichounganisha Mungu asijetenganisha yeyote. Twawaombea mibaraka ya Bwana, muweze dumu katika pendo. Watamani mke mwenye sifa nzuri, mumeo amwamini kikamilifu. Twawaombea mibaraka, amani, mdumu kwa pendo la Mungu. Watamani mke mwenye sifa nzuri, mumeo amwamini kikamilifu. Twawaombea mibaraka, amani, mdumu kwa pendo la Mungu. Mme ukampende mke wako, nawe mke mheshimu mme wako, ni agizo la Mungu kwa wanandoa, maisha matamu kwa Yesu. Ukampende mke wako, nawe mke mheshimu mme wako, ni agizo la Mungu kwa wanandoa, maisha matamu kwa Yesu. Alichounganisha Mungu asijetenganisha yeyote. Twawaombea mibaraka ya Bwana, muweze dumu katika pendo. Alichounganisha Mungu asijetenganisha yeyote. Twawaombea mibaraka ya Bwana, muweze dumu katika pendo. Alicho
baba Gladisione nagusabira maya asoko genda enyome yayo entangani yo bwanzani mwanzane nagusabira maya asoko genda otwaru bwa matubia naba minto bali barororo aki baba agwantire unanze mamo mino aki baba nagusabira maya asoko menyome bia no murembe no bwanzani matukons. Amen. Siku moja shambani mwa Edeni, Mungu Baba alitupa zawadi. Alipoona si vyema kuwa mtu awe peke yake, hivyo kafanyika msaidizi wa kufanana naye kwa kila jambo, waambatane pamoja kwa upendo, wawe mwili moja. Siku moja shambani mwa Edeni, Mungu Baba alitupa zawadi. Alipoona si vyema kuwa mtu awe peke yake, hivyo kamfanyia msaidizi wa kufanana naye kwa kila jambo, waambatane pamoja kwa upendo, wawe mwili moja. basi mpendane, msaidiane, huku mkiomba Mungu awalinde katika furaha na hata huzuni, zidi kudumu kwa pendo hilo. Basi mpendane, msaidiane, huku mkiomba Mungu awalinde katika furaha na hata huzuni, zidi kudumu kwa pendo hilo. Mfano mzuri kwa maarusi wetu, mfuate maagizo yake Paulo. Ametoa wasia bora kwetu, ndoa ni takatifu. Soma waraka wa Efeso 5:22 hadi mwisho, uone wasia bora kati ya Kristo na Our kind and loving Father in heaven, we thank you for the good life you have cared for us for the whole night. Lord, we glorify your name because you love us. Now, this is the good morning. We have put the food on the table. We are going to eat. Be with us as we eat. Bless it in Jesus' name we pray. Mfano mzuri kwa maarusi wetu, mfuate maagizo yake Paulo. Ametoa wasia bora kwetu, ndoa ni takatifu. soma waraka wa Efeso 5:22 hadi mwisho, uone wasia bora kati ya Kristo na kanisa lake. Mfano mzuri kwa maharusi wetu, mfuate maagizo yake Paulo. Ametoa wasia bora kwetu, ndoa ni takatifu. Soma waraka wa Efeso 5:22 hadi mwisho, uone wasia bora kati ya Kristo na kanisa lake. Basi mpendane, msaidiane, huku mkiomba Mungu awalinde katika furaha na hata huzuni, zidi kudumu kwa pendo hilo. Basi mpendane, msaidiane, huku mkiomba Mungu awalinde katika furaha na hata huzuni, zidi kudumu kwa pendo hilo. Basi mpendane, msaidiane, huku
mkiomba Mungu awalinde katika furaha na hata huzuni, zidi kudumu kwa pendo hilo. Basi mpendane, msaidiane, huku mkiomba Mungu awalinde katika furaha na hata huzuni, zidi kudumu kwa pendo hilo. Basi mpendane, msaidiane, huku mkiomba Mungu awalinde katika furaha na hata huzuni, zidi kudumu kwa pendo hilo. Basi mpendane, msaidiane, huku mkiomba Mungu awalinde katika furaha na hata huzuni, zidi kudumu kwa pendo hilo. Uliyeniumba na kutegemea, sina budi kusifu Yesu. Sina budi kuzifikisha mbele zako. Nitatoa nini kwanza vyote vyako, upendo wako wadai moyo wa shukrani, upendo wako wadai moyo wa shukrani. Utaomba alafu. Okay, let's pray. Mighty heaven, we call upon you to come down and witness this occasion. Father, thank you for bringing everyone here. We ask for your guidance, your safe and journey mercies to church and back home. Bless this family, bless the parents, the one who are wedding, and everyone around. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you very much. In the Bible, in the book of Genesis 24, verse 55 onwards, the Bible says, during those days when the servant went to look for a wife for Abraham's son, they went to that home, they ate, they drank. When they finished, they requested to be allowed to go with Rebecca. And then the parents were a little hesitant. In the process of being hesitant, the brothers and sisters and the parents said, we may be hesitant and offend the bride. And so it is important that we ask the bride whether she's ready to go with the man. And so they asked the bride, are you ready to go with this man? And then the lady said, I will go. And for that reason I want to ask Gladys whether she's ready to go with this man by the name Daniel. And that is when we will know that we are ready to go. So I want to ask Gladys, are you ready to go with Daniel? Yes. All right. Yes. She has nodded and she's ready to go. And for that reason, I want to ask the brother to Gladys, who is standing in as the parent, to say goodbye to the daughter. Goodbye, my daughter. All right. I want the auntie to also say goodbye. Goodbye, my daughter. Goodbye, Gladys. I love you. Thank you. And now that we are done, I want to ask Elder Edwin to do the prayer and leave. Tuombe. Mwenyezi Mungu aishie juu mbinguni, tunakushukuru kwa asubuhi ya leo, sabato yako takatifu. Tazama, tumeshuhudia uwepo wapo katika ndoa hii ambayo tunaanza siku ya leo. Tunaomba neema zako zituongoze hadi tutakapofika pale kanisani,
Tumeombea Gladys na Daniel wanapounganishwa siku ya leo. Uwape maisha marefu, uwabariki katika ndoa yao na familia yao. Familia hii ambayo imetupa msichana sasa, uibariki pia, uiongoze kwa kila jambo atakalolitenda. Kuwa nasi katika mipango yote ya siku ya leo, na tunaamini ya kwamba tutaliinua jina lako wakati tutakapomaliza salama. Kwa jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Amen. wote
Asante, tunashukuru Mungu kwa sababu amekuwa mwaminifu, amekuwa pamoja nasi na amekuwa mwema. Kwa hivyo tungependa kwamba tunataka kukaribisha harusi ya ndugu zetu. Nafikiri wale ambao wanawafanyia sign language mahali popote walipo wako sawa. They are on point where they are. Ndio tuweze kuwakaribisha. Kwa hivyo ningependa mcheze kinanda, hata kama hawatasikia kuna yule atawaonyesha mahali popote walipo kwamba wamechezewa. Our gracious Father and our God in heaven, we want to thank you so much for this moment. Thank you, God, because you love us and because you care for us. We are here to witness a wonderful wedding for your people. And my Heavenly Father, you have made ways for them to meet. And today they are going to be pronounced as a husband and a wife. May your will be done through this short program. May your blessings be upon them, is our prayer in Jesus' name. Amen. Utaratibu, na ni furaha sana kuona wana wa Mungu wakiunganishwa kwenye harusi takatifu. Na kwa wageni wale ambao hawajui, hawa ambao wanaingia hawasikii lakini wanaona, hawazungumzi, like is a miracle. Can the church say amen? Yes, that is a miracle. Kama hujawahi ona miujiza, msichana wetu anafungua njia, ishara tosha kwamba mgeni wetu rasmi wataingia humu. Way open, amefungua njia. Kanisa tuseme amina. Asante. Naona Bible Boys wanaingia, Pillow Boys wanawafuata, Pulling Flower Girls naona wanafuata, Droppers wako nyuma yao. Mungu awabariki sana watoto wetu. Pastor, pokea Biblia, pastors. Matrons, pokea pillows. Pastor Bildad ametoka Eldoret, mahali msichana anashiriki, ako pamoja nasi. Karibu sana pastor, feel at home. Eliomosa, Omosa Orira, na the bride ni Gladys Kemunto Seme. Ni Gladys Kemunto. Wanatembea kwa utaratibu, hao ni walimu wao. They are smiling. Tafadhali mtu awaambie wa smile. How do you say smile? Tell them to smile. Wonderful. Nimejua hiyo ishara ya smile. Wewe tuambie kusmile inafanywa aje? Kila mtu afanye hivi. Wonderful. This is a wonderful wedding. Wanatembea kwa utaratibu. Wow. God bless you, Possibility Ministries. Hey. Possibility Ministries, tunawapenda sana. We love you so much. Wonderful. God bless you. These are wonderful people of God, marching, smiling. They know how to march even. Hiyo rhythm mnaisikilia wapi? You are going with the rhythm. God bless you.
God bless you so much. You are matching with the rhythm. Daniel Lomosa pamoja na Gladys Kemunto. God bless you. Best couple wao ni Pastor Willis Oruta pamoja na Rachel Nyamoita. Hao ndio best couple. We want to thank Rachel, the shepherdess, the wonderful work that you are doing for Possibility Ministries. God bless you. Pastor Oruta, now come meet the shepherdess. Meet the best lady. Best man, meet the best lady over there. Here, Sasa, best couple, we appreciate you for the work that you have done for Possibility Ministries. God bless you, Rachel. Naona shepherdess ana smile kweli. Wanakutana ni kama hawajawahi kutana tena. Wow, can the church say amen? Wonderful. God bless that family of pastor. Ukiona hao inakuambia tusimame kanisa, matron singoja. Monteveria nkorote moita. Monteveria nkorote moita. Hapa. Up. You see the way he's very happy. Daniel Rojo smile tia. Vinte smile ti. And he's very smart. Very smart. Can the church say amen? It's a wonderful wedding. Now we can sit. Sasa nataka mtutengeneze njia vizuri. Daniel, here comes the bride. You have seen the board. Here comes the bride. Your wife to be is on her way. And today is a wonderful day for you, Daniel. And our dear sister, Gladys Kemunto Seme. Now I need the parents of the groom. Limia Baba Daniel is saluting the church. Wow, it's a wonderful wedding. Naomba mutembee pole pole. Mogo tarangora. Then pastor mkifika pale, pastor atawaambia kila ambacho mnafanya. It is your time now, Daniel. Go and meet the bride. Pole pole. Just slow. It is your day and it is your time. Ngwararie biara igora igana rosiro iga. Pole pole, it is your time. God bless you. This is a beautiful wedding. Nana msichana mrembo kweli. Gladys, umerembeshwa kweli. You are just looking like the church when it will meet Christ. When he shall come back again to get his church to home. Amen. Wow. Gladys, smile. Wow. Is that a wonderful smile? Daniel, sasa tutembe. That space can be enough now. Baba, tuende. Peleka Daniel of space. Wacha wale watembe wakutane hapa.
Good. Good. God bless you. Gladys, I see you are so happy today. Wow. Wazazi wanakutana, naona mzee wa wazee sasa wanapokeshana mikono pale, wanasalimiana. Chikorera bono chia kwana nirialia, chiaena niramagoko. Wow, they have surrendered their daughter, and Daniel's parents have surrendered him. Simu tutoke, simu toka, potea. Kaa huko mbali, huko mahali wengine wamesimama, simu zote tunasimama huko. Kuna mtu wa kamera ambaye anafanya kazi nzuri, hizo picha mtazipata. Wow, can the church say amen? Daniel ima wonon kwa gwaro montoye. Wow. Sawa kanisa, tusimame na ule wimbo vitu vyote ni sawa panapo pendo. Basi tupe sauti waimbaji, give us the voice. Pianist patie key A flat. You can do it at A flat. Vitu vyote ni sawa panapo pendo, kila sauti tamu panapo pendo, pana amani pale na furaha nyumbani, siku zote salama panapo pendo, panapo upendo, siku zote salama panapo pendo, furaha nyumbani panapo pendo, hapana machukizo panapo pendo, chakula ni kitamu, mashamba ya sitawi, maisha ni kamili panapo pendo, panapo upendo, siku zote salama panapo pendo. Tunakushukuru Mungu wetu, ni kwa sababu muujiza mkuu ambao
ulipatia mwanadamu ni upendo. Kwa sababu ya upendo, leo tumesimama katika hili chumba lako kwa sababu ya vijana wawili Dan na Gilad ambao kwa sababu ya upendo wataunganishwa kwa kitu kimoja. Hakika huu ni muujiza mkuu. Hii programu tunaikabidhi mikononi mwako hadi tamati. Ukuwe kiongozi wetu, ni katika jina la Kristo tunaomba na kuamini. Basi asante. Naomba kwa sababu ya jua, ili jua litawapiga sana, matrons muandalie mahali hapa kuna kivuli. Itakuwa vizuri sana kwa sababu ya jua. We don't want you to sweat. Tunataka muwe na harusi tulivu hapa pale. Asante. Thank you, wasaidie. Help them. Thank you so much. Kwa hivyo ningependa kwamba niweze kuchukua muda huu nimkaribishe pastor aweze kutusalimia ambaye ametoka Eldoret, Pastor Bildad. Naomba kwamba uweze kuja usalimie wana wa Mungu. Happy Sabbath, church. Praise God. Yes, I want to thank God for this great opportunity that He has accorded us in His Holy Sabbath, that as we worship here and praise Him, and to have this holy matrimony, to witness it as great witnesses, as we continue to wait for Christ's soon return. May God richly bless all of us as we worship today. And we have come from Sunshine. I know today we are so blessed to have come to Kisii Central Church. And we have come with a team, and I know in due time, as I am told, it's just greetings now. We have come from Eldoret district, and that is in Eldoret. That is Greater Rift Valley Conference. Together with our treasurer of the conference is present with us. And I want to just call upon her to come and greet us. Is Madam Rebecca Ruto. Come over and just greetings to the Church of God. Yeah, this is on behalf of the rest, and we have the first elder, but however, I know as introduction will be done later. Just come and greet us. Happy Sabbath. Bana ba Nyasaye na kibwakire. Jina ni Rebecca Ruto. Nikiwa hapa nilikuwa naitwa Rebecca Osoro. My mother served here. Alikuwa naitwa Dorcas. 207 mukanituma nikaenda mission. Kwa neema ya Mungu ninafanya kama treasurer kutoka sehemu ile ya Greater Rift Valley Conference. Kwa niaba ya team yetu ambao tumetembea na wao wana Sunshine pamoja na team ya Possibility Ministry, tunaomba baraka ya Mungu iwe nasi tunapohudumu pamoja. Mbarikiwe sana. Thank you, treasurer alienda mission. Wale wote ambao wametoka Sunshine, simama juu mahali mulipo. Simama mahali mulipo. Where are you seated? Can the church say welcome? Karibu sana, mjihisi kwamba mko nyumbani wakati mwingine yupo. Kuna watu ambao wametoka kwa Dan, Virongo, mahali popote Dan, marafiki wote wa Dan, relatives, mahali mulipo simama. Mko wapi tafadhali? Mumeketi wapi? Marafiki, relatives wa Dan, mbali ambao umekuja, aya nanyi saluti kanisani. Kanisa sema karibu. Asante. Wakati itafika ambavyo tutawakaribisha kwa njia pekee. Hawa nimesahau kwa kina Gladys. Hawa ni wadani. Kwa kina Gladys nilisahau nikaassume anatoka LD. Wale wanatoka kwa kina Gladys wote. Na Birongo, simama basi. Simama.
Tunaweza kuwasahau juu tunachukua kutoka kwenu, sasa tuna raha. Basi salimia hao, kanisa waambie karibu. Asante, karibu sana, tunashukuru sana kwa kumtunza Gladys, kwa hakika kukuja umbali huu. Kwa sababu ya muda, pastor kija ni kuhubiri na kuunganisha harusi na tunamalizia hapo. Kwa hivyo ningependa mahali deacon and deaconesses mahali waliposimama, simama juu. Wale wako on duty, naomba msimame juu. Deacons and deaconesses mahali mulipo, naomba tusimame juu. Tutakusanya zaka na sadaka. Tukimaliza niombi, pastor ataweza kuja. Kwa hivyo ningependa tuombe ili tukusanye zaka na sadaka. Tuombe. Gracious Father, we thank you. Moment like this again, we are going to worship you in offering and tithe. We want to ask that, Father, even there are those who are giving thanks offering, that you have kept them throughout the year. They have remembered your goodness and the great things that you have done to them. And they are giving something as a sign of worship and saying thank you. Continue to give them more and bless them is our prayer in Jesus' name. Amen. Kituo cha malaika, tunawaombea baraka. Mungu awape mibaraka, Mungu wetu awape neema, furaha ikajae nyumbani. Upendo utawale kwenu, amani itawale kwenu, nyumba yenu iwe kituo cha malaika, tunawaombea baraka. Mungu awape mibaraka, Mungu wetu awape neema, furaha ikajae nyumbani.
furahini katika ndoa yenu. Leo ni leo shangwe kwenu nyote, furahini katika ndoa yenu. Upendo utawale kwenu, amani itawale kwenu, nyumba yenu iwe kituo cha malaika. Tunawaombea baraka, Mungu awape mibaraka, Mungu wetu awape neema, furaha ikajae nyumbani. Upendo utawale kwenu, amani itawale kwenu, nyumba yenu iwe kituo cha malaika. Tunawaombea baraka, Mungu awape mibaraka, Mungu wetu awape neema, furaha ikajae nyumbani. Upendo utawale kwenu, amani itawale kwenu, nyumba yenu iwe kituo cha malaika. Tunawaombea baraka, Mungu awape mibaraka, Mungu wetu awape neema, furaha ikajae nyumbani. Nani mliko Jimoteva, amina. Kwa hivyo ningependa kuchukua muda huu kuita children sermon. Kuja baba. Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath. My name is Lani. Jesus loves me, this I know. Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Let us pray. Our kind and everlasting Father above, we have come unto you this moment, Lord. Thank you for the gift of life, Father. As we are going to start our children's sermon, be with us, guide us. In Jesus' name I pray. Amen. Today's sermon is about Adam's last birthday. When that little boy Seth was born, Adam was 130 years old. That sounds very old to us, but it wasn't old in those days. Indeed, Adam was then only at the beginning of his life. He lived 800 years after that. It may seem hard to believe, but on Adam's last birthday, he was 930 years old. If we had a birthday cake as you do it with candles on it, what a sight it could have been. Perhaps you are saying, nobody could have lived that long, but wait a minute. Remember, Adam was the first man created by God, the sixth day. He was therefore the most perfectly formed man who ever lived. His heart, his lungs, his muscles, fresh from God's own hands, were made to last forever. Say amen. Amen. Besides, in the beginning of the world history, there were none of diseases so common now, which caused so many people to die very young. For many years, Adam never knew what was to be sick. So wonderfully had God made him that he kept his marvelous health and strength for the most long life. Only old age wicked him, causing him die and return to the dust. Now,
If Adam lived for 930 years, then he must have seen his sons grow, his grandsons, his great-grandsons, and his great-great-grandsons. If all these people were descended from Adam, they were related to each other. Not only Adam lived for many years, but also Methuselah, the son of Seth, lived for 930 years, which was the longest of all. Let us pray. Our loving Father above, we thank you for this Sabbath day. Thank you because you have been with us since we started our children's sermon. Be with us throughout the day. In Jesus' name we pray. Thank you so much, Children Ministry. Can the church say amen? The Children Ministry teachers, you are doing a wonderful work for our children. Ni siku ambayo ni ya kipekee sana katika kanisa letu. Is the last Sabbath ya kufunga mwaka 2024. Na ukisoma ni ya kwamba harusi kama ya leo haijawahi fanyika Kenya, na kwamba vijana wawili ambao both of them hawaongei. Nimejaribu kutafuta after that to Google, hakuna. Hii ndio ya kwanza, na hiyo mibaraka tumeipata kama kanisa. Mnasemaje? Kuna watu speciali ambao napenda kuwashukuru, familia ya Pastor Ruta. Wametembea nao vijana wawili. God bless you. Kikundi cha kanisa cha Prosperity, God bless you. Mungu awabariki sana. Kuna yule ambaye ni employer wa Dan, wakati tulipeana wito hivi karibuni akampea kazi. Mnasemaje? I know he's seated. Dan nafikiri yako seated. Kama ako wapi? You are a special person. Labda kama ungetusalimu tu. Ameketi wapi? That's a very special person ambaye amepatia Dan kazi. I know he's around. Labda ki recognition, but we recognize you and we say big thank you. Na kama kanisa na sisi tunashukuru Mungu kwa umbali huu. Kanisa ya Eldoret Sunshine tunashukuru kwa maana umetembea na Gladys. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. I have entitled my sermonette, It is Possible. Inawezekana. Na weko nyarekana. It is possible. Na hayo maneno unayapata in the book of Matthew chapter 19 verse 25. And the Bible says, Jesus looked at them and said, with man, this is impossible. Ya kwamba kwa binadamu haiwezekani, but with God all things are possible. Ya kwamba kwa Mungu yote yawezekana. With God all things are possible. Ukisoma background ya hilo fungu ni ya kwamba our Savior Jesus Christ alikuwa anaongea kuhusu kijana mmoja ambaye alikuwa tajiri. Najua vile alimwendea Yesu akamwambia kwamba nitafanyaje ili nipate uzima wa milele. Akampea some conditions. Huyo kijana akasema hizo ni rahisi, hizo nimetimisha. I have fulfilled those. And they gave maybe the last request. Akamwambia kwamba go and sell, enda ukause everything you have, upeane maskini, alafu urudi kwangu. Yule kijana alitoka kama amekasirika. Ndipo Yesu akasema ya kwamba ni vigumu sana kwa mtu tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni. Alinganisha na camel to go through the eye of a needle, ya kwamba ni kama ngamia kupitia tundu la sindano
than for a rich man to enter the kingdom of God. And there was an argument ya kwamba the disciples wakauliza, who can then be saved? And the answer is given in verse 25. Kwa hivyo kama ngamia ni vigumu kupitia katika tundu la sindano, inamaanisha kwamba none of us, hakuna mtu ambaye ataokolewa. Alafu the answer was given in verse 25, ambapo Yesu akasema, Jesus looked at them and said, with man this is impossible, but with God all things are possible. Ningependa kusema ya kwamba nothing is impossible when God is involved. Hakuna jambo ambalo ni ngumu wakati Mungu ameweka mkono wake pale. Nothing. Hakuna jambo ambalo ni ngumu when God is consulted. Ya kwamba when we involve God, one author says, if you take care of God's business, God will take care of our business. Ya kwamba tukilinda biashara ya Mungu, Mungu atalinda biashara yetu. And therefore when God is involved, when God is consulted, all things are possible. When we talk to God and we are sincere, wakati ambao tunaongea na Mungu na we are sincere ya kwamba Mungu tunahitaji utufanyie hili, nothing is impossible. All things are possible with our Almighty God. Hata jambo ambalo tunaona asubuhi ya leo ni kwa sababu ya neema ya Mungu. Ukisoma Biblia, kuna mambo ambayo yalikuwa yanaonekana magumu lakini yakatendeka. Kwa mfano, when you read in the book of John, chapter 5, verse 1 to 18, it says ya kwamba Jesus has power over time. Ya kwamba Mungu ako na nguvu. Is timeless. Is timeless. You will read, kuna mwanaume hapo ambaye alikuwa at the pool of Bethsaida for 38 years, a disabled man. Mwanaume ambaye alikuwa kirema katika hiyo pool ya Bethsaida. And Jesus said this, stand up, pick your mat and walk. And that's what happened. It is possible with God. It is possible with God. Ya kwamba yule mtu akaamuka, imagine 38 years, miaka 38 alikuwa pale akiombaomba, saidia maskini, saidia maskini. But Jesus says, stand up, pick your mat and walk. Jamaa kabeba, akaserokia and they walked. This is possible. When you read in Matthew 14, ukisoma 13 to 21, Jesus has power over numbers. He has power over numbers. Tangalia pale, ya kwamba watu walikuwa wamehubiriwa, walikuwa wengi, walikuwa na njaa, and he fed over 5,000 people with 5 loaves of bread and 2 small-sized fish. Ya kwamba akalisha watu 5,000 na mikate 5 na samaki 2. And it was enough. Na ingine ikapaki 12 baskets. It is possible. Yawezekana. Na bikunyalekana. It is possible. Jesus had the power over death. Ya kwamba hata kama ni kifo. When Lazarus died, that is in the book of John 11, verse 5 to 18. When Lazarus died, huyo Lazarus alikufa. And the sisters were disappointed. But Jesus transformed their impossibility into perfect opportunity. Ya kwamba akageuza hali ya kilio, alafu ikakuwa ni furaha. It was an opportunity to glorify God by bringing Lazarus back to life. It is possible. Inawezekana.
Hata mimi mwaka huu nimeona kama kuna miujiza ambao nimeona, kuna mtu ameketi mahali hapa ambaye anaitwa Kefa. Kefa. I don't know where you are seated, Kefa. Hata unaendelea kutembea mbele. The one we baptized here as Sabbath. He was death. He was an Kefa kwa hapa. He was in ICU. Hata wakati alitoka, msasi akafa, hata alipiga kwa heli. Ibedi akapiga kwa heli. Hata when we baptized here as Sabbath. But today is alive. Is a mathematics teacher came. Hata wanafunzi wake walilia na kwamba amekwenda. But today is participating in a Passover. Hello. It is. Hello. It is. Inawezekana. It is possible. It is possible. Inawezekana. Kuna mambo ambayo tunaona ya kwamba ni magumu. But it is possible. Inawezekana. Inawezekana. Jesus has power over misfortune. When you read in the book of Mark, chapter 10, verse 46 to 52, you find a man who was, Kevin Dioyu, is walking. This guy was dead. Kevin, kuja tu. He was in ICU for several days. Familia wakapiga kwa heli. He was going. He was going. By today, he can walk. He was baptized. Today is taking the Lord's Supper. It is possible. Keba, karato kwa ningu. Abantu bomonene kuba kwa nimbu ya mole. Amaine Nyasaye no muntu bukumya because asina alenge tinali kwemanya. For almost 4 months I was in ICU, lakini Mungu alinicharia. Hata uache hivyo. Thank you. Hata uache hivyo Keva. Aka karibu na mimi hapa. He was in ICU for 4 months. He was gone. He was gone. I remember there was what they told me wakati ametoka ICU, akaniambia kwamba pastor, because alikuwa na pepo. Alikuwa imokiwobe kwege sero, everything. By the way, ukifanyia watu kama hawa masuri, the boy was taking care of him. God blessed him. Siku hizi ya kwa prod. Na amepata kazi pale. Abana wanyasati ambata when we do good things to people like Dan, like gratis, God will open heavenly gates. Mungu anafungua milango ya mbinguni. Mungu anafungua milango ya mbinguni. By the way, this week pia nimeona miujiza. Our children. Nilikuwa naangalia their wall. Wakasema ya kwamba situmfanyie Dan na Gladys mema. Wakasema wacha tukusanye 100. By yesterday walikuwa wamepeana target ya 20,000. It was over 20,000. It is possible. It is possible. It is possible. Inawezekana. 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 And therefore God has power over misfortune. When you read in the book of Mark 10:46 to 52, there was this man who was blind. Alikuwa kipofu. By the name, since birth, alikuwa anaitwa Bartimaeus. He was a blind beggar. Najua alikuwa pia anaombaomba. Alikuwa anaombaomba. But through the light of the world, who is Jesus Christ, that guy alipakwa tope and they could see. You know, the testimony was given by this guy. Alisema ya kwamba, what I know, injege ntumanyete, I was blind. But now I do what? I see. Dan, today you will see. Epo mwambie, lea ataona. Dan, aniangalie. Kuona mnasemaje kuona? Dan, leo you will see. Leo utaona. By the name of God. Huyu jamaa ametembea hii dunia
Huyu jamaa akikwambia the testimony, ametembea hii dunia, ametafuta bibi, anakuja Saira anataka kujipanga, bibi anatoroka. Tena anaanza ingine, anapanga, Saira ameona mwanga, anatoroka. Sio ametoroka ngapi, I will tell you. Lakini leo Gladys ako hapa in the name of our Lord Jesus. It is possible. It is possible. By the way, wacha niseme hata wale ambao hamuna bibi, it is possible to get one. Wale ambao hamjapata bwana, it is possible to get one. Kuna watu hapa hata wao pia tutazungumza na kidogo. Rafiki yangu mmoja hapa, mwingine anaitwa Robin. Yeye anatengeneza hiki kipaza sauti. Mwambie asiharibu kipaza sauti. But I know it is possible hata yeye atapata bibi. Mnasemaje? Kama Sydney wanapata bibi, Sembuse. Tumesherehekea hii mwaka maharusi akina Dennis hapa. Sijui Dennis yako wapi, yako na Masai. Sydney. Hebu simama salute bwana. Siku hizi Sydney naona hata katumbo imetoka. Oya Sydney ngako beke pota, it is possible. It is possible. Kuna jamaa mwingine hapo pia naye alikuwa anaitwa Sekara, sina time. Luke 1:20 ya kwamba he doubted God. Ya kwamba wakati alimwambia kwamba utapata mtoto, he doubted God. He became blind. Ukisoma hiyo 62 inasema when John the Baptist was born, baba yake ambaye alikuwa anaitwa Sekaraya, huyu jamaa alikuwa huyu mtu aongea anaitwa, he could not speak, au kuwa anaongea. Ukisoma 63, he asked for a writing tablet, akasema kwamba niletee karatasi niandike. By the way, these guys kizungu yao ni nzuri sana in writing. Aje kama umeona vile huyu Dani anaandika, very nice handwriting, very good English. It is the same. And therefore Sakara naye akasema nipatie niandike. Akaandika chini akasema ya kwamba huyu mtoto mtamuita John. Verse 64, immediately baada ya kusema hivyo, he started speaking and he praised God. Akaanza kuongea na akamshukuru nani? Akamshukuru Mungu. It is possible. Nataka nimalizie, kuna historia nyingine hapo, utaenda uisome ambayo entitled You Are My Sunshine. You Are My Sunshine. Huyu ni mama mmoja ambaye akapata mtoto kichana. Baada ya kupata mtoto kichana, baada ya miaka kama 4-5, tena akakuwa na mimba. She was pregnant. Akakuwa na mimba. Na huyu kijana wa kwanza alikuwa anaitwa Michael. Alikuwa anaongea. Akamwambia kwamba unajua siku hizi technology imeendelea. At around the 4th, 5th month hapo, unaweza enda pale kama wewe ni mjamzito, unaweza jua even the sex ya mtoto ambao umepepa. Kwa hivyo mama akaenda akaona ya kwamba the sex of the child was a baby girl. Akaambia Michael ya kwamba I'm carrying your sister. Na yule kijana Michael akatengeneza wimbo. Na huu wimbo ulikuwa unasema wimbo ambao ulikuwa unasema You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when the skies are gray. You make me happy. You are my sunshine, my sister, my sister. Unajua alikuwa anaenda anashika tumbo ya mama, alafu anaimba hiyo wimbo. Hiyo story iko hapo kwa mtandao, unaweza soma. Then what happened ni ya kwamba when the mom was delivering huyu msichana through cesarean CS. Kwa hivyo akaenda and unfortunately yule mtoto akasaliwa, hakukuwa sawa. She was not okay.
Kwa hivyo she had a serious condition and akawekwa in ICU for several days. Akawekwa in ICU for several days. And as the days passed, doctor said ya kwamba she has little hope to survive. Ya kwamba hali ya mtoto vile siku inaendelea kuwa mbaya, and there is little hope kwa huyu mtoto to survive. In fact, akawaambia kwamba just prepare for a funeral. And the story goes ya kwamba Karen na mume wake, they prepared for a funeral. Wakaambia Michael ya kwamba your sister will not make it. Your sister will not make it. But Michael insisted ya kwamba before my sister dies, take me to ICU. Nipeleka hapo hospitali nikamuone my sister. Nikamuone my sister. This is a true story. Ni ya kwamba mama yake akafanya mipango, lakini unajua watoto hawaruhusiwi kuingia ICU, and therefore the story goes ya kwamba mama yake akaenda akatengeneza ukarabati, akatafuta hiyo nguo oversize, akafaliza yule kichana, and as he was moving to ICU, alikuwa anafikiria kwamba ni siri. The chief nurse saw her, akamwambia ya kwamba you can't take children to ICU, they are not allowed. Akamfukuza. But Karen insisted ya kwamba kindly let Michael sing for the sister before she dies. Tafadhali wacha imbe tuka wimbo kadogo before the sister dies. Kwa hivyo akasukumana ndani, akaingia ndani. Michael akaenda pale karibu na kitanda, akaona the sister ameweka hizo machines na nini, akamwangalia, and after a moment he started singing. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy. When the skies are gray, you make me happy. Wakati anaendelea kuimba ile wimbo, the response was instant. The pulse rate ile ya mtoto ikaanza kuwa normal, ikaanza kuwa steady, akaanza kupumua mzuri, and when Karen saw that, akaanza kulia. Mike akaendelea kuimba, you never knew, dear God, how much I love my sister. Please, don't take my sunshine away. Nyasaye kura nje, onye ndilikuwa manyabuna nganjite my sister, my sunshine. Don't take her away. Tubasa wanjira kwe. Karen akamenta mariga. Mike akandra gotera. The other night, dear, I lay sleeping on my bed. Yani buna, obo tuko wete tekere nara irase getanda kiane. Nkarota, I dreamt holding you with my arms. Ingo koimukia monama okane. A miracle happened. It is possible. A miracle happened. After 2 days, that child was completely relaxed. Alikuwa anapumua mzuri, ready for discharge. She was ready for discharge. After a week, she was discharged. And when Women's Day magazine wrote an article, they entitled that article, The Miracle of a Paradise Song. You can Google and read The Miracle of a Paradise Song. Karen, the mother of Michael, called it a miracle of God's love. Jesus looked and said, with man, it is not possible. But with God, it is possible. With God, it is possible.
My church members, KCC, it is possible. Yawezekana, yawezekana. Na bikunyalikana. As we come to the close of the year, you can forgive. It is possible to forgive. We are tired with a lot of grudges the whole year. Today I tell you, it is possible. It is possible to get healed. Maybe you have walked with the cancer. Or worried, ukumetevu na ninjenge 2025. Nitaona mwaka wa 2025. Today, the message is, it is possible. It is possible. Yes, it is possible. It's 3 more days, 2 more days to see the year 2025. I say it is possible. Turn and glad. Turn it and glad is. By the grace of God, by the way, ukijua mambo ya turn, do you know where it comes from? It comes all the way from upande ya Gesima and is here every Sabbath. Ako hapa every Sabbath. Bila amepata hii kibarua, kuna kamba nimemsaidia kidogo tu, nampeleka tu, but he operates daily. By today, I can proudly announce ya kwamba it is possible. It is possible. Asante kwa wale ambao wamemshughulikia. Wamemtafutia hata nyumba. Huyu msichana wetu from Eldoret atapata hata kazi. Kuna watu hapa wako na kampani kubwa kubwa. Anaweza shona. It is possible. It is possible. What kind of challenge do you have? Nini ambacho unaona ya kwamba ni ngumu? And as we come to the close of 2025, I can only say it is possible. It's my prayer for you in Jesus' name. Amen. Naomba Tan Margaret watakuja wasimame hapa with the testimony and the test ready. Wachukue fouls, even taking fouls. Watachukua hadi na yote yawezekana. Wakati hospitali ya Kisi Central na New Life watajitayarisha kwa wimbo, alafu baadaye Sunshine. Hapa simame hapa. You never sunshine. Ndio maana ndio imani timbono tokera ono sawa hivyo tunaanza na Dan begin with Dan na hata tumne karena kolwega unaona wale wale chira hello ma'am Safadesh tunaanza na Dan achirie ili achukue moja tu. Kwanza tunaomba ili athibitishe kwamba huyo ndio gratis. Kutoa fedha namna gani? Namna hii. Sawa.
Perfect. It is perfect. Ni yeye. Perfect. Sawa sawa. It is time now. I, Daniel Omosa Orina, in front of God and this witness, take you, Gladys Kemtoseme, to be my wedded wife. I promise to love you, care for you, respect you, and stay faithful to you. I will stay with you through good and bad times, in sickness and health, in wealth and struggle, and I will never leave you for any other else. As long as we live, I will keep my promise. Amen. Please, do you accept my promise? Yes, I do. Mnasemaje? It is possible. Sawa. I, Gladys Kemtoseme, promise to Daniel Omosa Orina that I will be your wife. I will live with you as God wants in marriage. I promise to love you, take care of you, respect you, and be close to you. I will stay with when times are good or bad, when you are health or sick, and when life is easy or hard. I will stay faithful to you and be yours only as long as we live. Please accept my promise. Yes, I do. Mnasemaje? Naomba pastors ambao muko hapa, pastor senior, ili kujeni pastor wote, ili tuombe. Naomba wasasi sehemu yote mbili tukuje hapa mbele. Wasasi wa Gladys na wasasi wa Dan, naomba tukuje kwa haraka. Wao wanaruhusiwa kufungua macho na kuangalia interpreter. Atafungua macho wa kuangalia. Aya nama ya tigatuwe neto sabe asenyangi ya nchenu na ndengi ya. Loving God in heaven. It is a time of joy and happiness before you. It is a time of love.
that these two young people whom you created of your image, whom you have walked with as they have grown, whom you have decided and chosen to be a family. Lord, the young man has been looking for one to love and marry. The lady has been looking for one to love and marry. And when the right time came, here they are to join hands and become one flesh. It is possible, Lord, unto you. To man, it is impossible. You know them. You never made a mistake, Lord, them to come this planet heart. Ekiagera kwa waita betenga na abana bao Nyasaye. Ngwa kolete magoso ngana barubatoka so wiko bwense. Bono iga no abana bao bale asobosi bwa Nyasaye ito. Kwa bale na kwa bale ndire. Babere bakoligia ngakibao koraba benka. Lero iga Nyasaye ito yabeire kirori ase kanisa yaitu ya Key Central Church. Na ndi anyale kanere nyangi entangani ase Kenya yaitu abantu obusacha kaliba konyoma na kobenka. It is glory unto you, God. The sermon your pastors given us that it is possible. We have now accepted that, Lord, it is possible. Even people of this caliber, it is possible to marry each other. It is possible for them to make a home. It is possible for them to be a family. Now, Lord, as your servant, they have put their hands in my hands, witnessed by other pastors, parents, the best man and the best lady, and the entire church, that we put them unto you, that you bless their stomachs. They may be fruitful, bring forth children who will be your witnesses in these last days, Lord. Give them good heritage. Help them to live according to the vows they have taken. For without you they can't. Now walk with them, Lord, all through. Let them not miss any blessings from above, because they are also your children. Now, Lord, as your servant, whom you have commanded to join them together as other pastors' witness, I declare them, Lord, to be a family, to be husband and a wife, before you and before this church. They are vowed, and now, Lord, as they leave our hands, you walk with them, Lord, as one flesh. From now until you come, they may also evangelize others do the same. For we have prayed all this in Jesus' name. Amen. Lord, as per the commandment of Kenya, and I, the minister of the gospel, I declare them now openly as a husband and a wife, in your name and glory, in Jesus' name. Amen. Wametangazwa kuwa bibi na bwana. It is possible. Wakiendelea signing, naomba prosperity, Kisi Central and New Life together. Takuja kwa wimbo wakiendelea signing. Prosperity, tuharakishe, siku ni yenu. No. Ama mko tayari? Ndio hawa. Because of time they can be joined by New Life. New Life pia wanaweza kuja tu. Kama shwari aoni onapo shida kwa hali zote umenijolesha
mwangu salama. Possibility wakitoka Sunshine. Possibility wakitoka Sunshine SDA Church. Kwa hivyo kama mko na wimbo mpeleke pale kwa PA system tafadhali. Sunshine mwangu. Possibility wakimaliza Sunshine. Ingawa shetani atanitesa, nitajipa moyo, kwani Kristo ameona unyonge wangu. PA system tafadhali. Salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. Sunshine possibility wakitoka ni nyinyi. Kwa hivyo kama wimbo wenu ni kwa kutumia PA, tunaomba kwamba muweze kupeleka pale. Amina, Mungu awabariki sana. Sunshine ni kama hawako. Paste bakora tayo chishara bamanya gutenena. And this kind of interaction ni mzuri. Wakikutana namna hii utapata tumepata harusi nyingine. Si namna hiyo. Karibu Sunshine. It's a good interaction.
65. Twendeni askari watu wa Mungu, Yesu yuko mbele, tumwandame juu. Ametangulia Bwana vitani, twende mbele kwani ndiye amini. Twendeni askari watu wa Mungu, Yesu yuko mbele, tumwandame juu. Pasaka. Tazama wawili waunganapo, ndoa inapendeza, ni mpango wa Mungu tangu mwanzo, imebarikiwa kwa kuwa ni takatifu, ni jambo jema kushuhudia. Unatazama wawili waunganapo, ndoa inapendeza, ni mpango wa Mungu tangu mwanzo, imebarikiwa kwa kuwa ni takatifu, ni jambo jema kushuhudia. Mbele twaenda, safari ya mapenzi ni tamu. Nakupenda masi, nakupenda jabe, na kuheshimu dakikani wangu. Upendo wa kweli na hudumu, Yesu na atawale. Mbele twaenda, safari ya mapenzi ni tamu. Nakupenda masi, nakupenda jabe, na kuheshimu dakikani wangu. Upendo wa kweli na hudumu, Yesu na atawale. Wakati wa taabu, muite Bwana atazidisha pendo. Wakati wa raha, mdumu katika maombi, maana upendo ufunika wingi wa dhambi. Nanyi pendana, nyumba yenu na ibarikiwe. Wakati wa taabu, muite Bwana atazidisha pendo. Wakati wa raha, mdumu katika maombi, maana upendo ufunika wingi wa dhambi. Mbele twaenda, safari ya mapenzi ni tamu. Nakupenda masi, nakupenda jabe, na kuheshimu
kuheshimu Dankani wangu, upendo wa kweli na hudumu, Yesu na atawale. Mbele twaenda, safari ya mapenzi ni tamu. Nakupenda masi, nakupenda Jabe, na kuheshimu Dankani wangu, upendo wa kweli na hudumu, Yesu na atawale. Mbele twaenda, safari ya mapenzi ni tamu. nakupenda masi, nakupenda Jabe, na kuheshimu Dankani wangu, upendo wa kweli na hudumu, Yesu na atawale. Mbele twaenda, safari ya mapenzi ni tamu. nakupenda masi, nakupenda Jabe, na kuheshimu Dankani wangu, upendo wa kweli na hudumu, Yesu na atawale. Nasemaje? Asanteni sana Sunshine from Eldoret Church Choir. Mtasimama tu hapo ndani, waambie wasimama hapo tu, ndio wimbo wa mwisho wa harusi. Haya, tuendelee kuimba namba 149. Yesu jeni kusudi. Unapokuaga ujana wenu, ni shangwe. Kuna dada wanaowacha wazazi wao, azizoleke Mungu wetu, awacha wazazi wenu, ni lazima litimike kweli kweli. Tuwaeleze amani njema ya upendo. Tulia, tuwaeleze amani njema ya upendo. Wakati mwingine mtafurahiri, shukuru Mungu kwa yote. Wakati mwingine mtaudhika, shukuru Mungu kwa yote. Wakati mwingine mtapanda milima, shukuru Mungu kwa yote. Hali na mali yanaporomoka, shukuru Mungu kwa yote. Kwa hivyo majaribu yanawajia katika ndoa, vumilia dada, ndugu yangu anawapenda Bwana Yesu, anawapenda Bwana Yesu yangu, anawapenda Bwana Yesu, anawapenda Bwana Yesu yangu, anawapenda Bwana Yesu, anawapenda Bwana Yesu. Tumeshasikia habari kwamba hapo mwanzo ukaumba mume na mke kawabariki, wawe mwili mmoja na kamwe wasitenganishwe na yeyote yule mwanadamu. Kweli kweli, wawe mwili mmoja na kamwe wasitenganishwe na yeyote yule mwanadamu. Alichounganisha Mungu mwanadamu asikitenge, alichounganisha Mungu mwanadamu asikitenge. Wakati mwingine mtafurahiri, shukuru Mungu kwa yote. Wakati mwingine mtaudhika,
Shukuru Mungu kwa yote. Wakati mwingine mtapanda milima. Shukuru Mungu kwa yote. Hali na mali yanaporomoka. Shukuru Mungu kwa yote. Kwa hivyo majaribu yanawajia katika ndoa. Vumilia dada, ndugu yangu anawapenda Bwana Yesu. Anawapenda Bwana Yesu yangu. Anawapenda Bwana Yesu. Anawapenda Bwana Yesu yangu. Anawapenda Bwana Yesu. Anawapenda Bwana Yesu. Katika familia yake Mungu, oh, ni kweli wengi twapenda, tuwe na furaha na amani. Singine bora wakamika, hata nataka kuibariki. Mungu tosha, mwanzilishi wa ndoa. Singine bora wakamika, hata nataka kuibariki. Mungu tosha, mwanzilishi wa ndoa. Nyumba haijengwi kwa fedha, mapambo, bali ni kwa upendo. Nyumba haijengwi kwa fedha, mapambo, bali ni kwa upendo. Wakati mwingine mtafurahi. Shukuru Mungu kwa yote. Wakati mwingine mtaudhika. Shukuru Mungu kwa yote. Wakati mwingine mtapanda milima. Shukuru Mungu kwa yote. hali na mali yanaporomoka. Shukuru Mungu kwa yote. Kwa hivyo majaribu yanawajia katika ndoa. Vumilia dada, ndugu yangu anawapenda Bwana Yesu. Anawapenda Bwana Yesu yangu. 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 Anawapenda Bwana Yesu. Anawapenda. Amina. Unasemaje? Ningependa ni wakabidhi vyeti vya ndoa. Hii ni marriage certificates. Vile tuko hapa, serikali inatambua kukuwepo kwetu hapa with approve notification ya kwamba leo tuko hapa, na hizi ni marriage certificates, ziko 3 copies. Moja inarudi kwa kanisa, ingine wanabaki nayo, ingine kwa Tony General. Kwa hivyo naomba sasa Dan na Gladys mtashika na mikono yenu miwili. Hizi ni marriage certificates. Na Pastor Goi asawa tangaza kwa pipi na bwana. Kwa hivyo tumewapatia certificates. Sasa usicheze na mwanaume wa mtu na pipi. Huyu ni pipi ya mtu, huyu ni mwanaume ya mtu. Kilichounganishwa na Mungu, binadamu yeyote asikitenganishe. Ni katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, na kila mmoja aseme Amen. Asanteni. Sasa naomba Thank you so much. Keti kidogo. Tunaingia katika sehemu ya kutoa zawadi. Hiyo ndio itakuwa muhimu zaidi. We want to give them gifts. We want to thank the choirs that have sung. Tumaini mtakuja baada ya tumetoa zawadi, pia Sunshine. Nasikia mko na wimbo mmoja, mtakuja baada ya kutoa gifts. Church choir,
Thank you so much for that song. Whoever who composed that song is real. And that is a powerful. So hakuna wimbo wa harusi kama wa church choir hii. Nyimbo zote. This one is the best. God bless you so much. Nani aliandika huo wimbo, ni Ombui ama ni nani? Thank you so much. We love you. Sasa tunataka kutoa zawadi. Tutaanza na watoto. Na watoto. Tutaanza na watoto wa wetu. KCC. Anaomba walimu wa watoto kwa haraka mno. Anaomba tutulie. Leo ni siku ya Dan na Gladys. Yes. Tutulie tu. Bado we are within time. Tuwapatie zawadi haraka haraka. Wacha kirobo gima. Wansie maisha. Watoto tuharakishe. Watoto tunaanza na watoto wetu. Watoto mayenga wapi? Watoto mayenga kwa kipasa sauti. Ndoa ni mpango takatifu tangu mwanzo, ujumbe njema utokao kwa Baba, yahitajika hekima kuitunza hadi kifo. Tangu mwanzo, ujumbe njema utokao kwa Baba, yahitajika hekima kuitunza hadi kifo kiwatenganishe. Mke si kidude cha kujaribu miguu yako, mume si kipaza sauti cha kupigia kelele. Mpendaneni, msichokozane, amani ya Bwana iwe ndani yenu. Mke si kidude cha kujaribu miguu yako, mume si kipaza sauti cha kupigia kelele. Mpendaneni, msichokozane, amani ya Bwana iwe ndani yenu. Meko, tuko na vijiko set, tuko na vikombe set, tuko na sahani set, na tuko na sufuria 12, hiyo ni set, na jina set. Kwa hivyo jikoni yao sasa tukienda kuwatembelea, tunashukuru wazazi wote ambao walifanikisha hii zawadi kuja kwa kina Daniel na Gladys. Ningependa treasurer wetu aongee jambo moja tu. Happy Sabbath Church. Happy Sabbath. Happy day. I want to say kazi kwenu sasa maishani mwenu, mdumu milele kwenye upendo wa Yesu. Ni Mungu pekee aweza kuwalinda na kutatua mashaka yenu ya maisha. Kazi kwenu sasa maishani mwenu, mdumu milele kwenye upendo wa Yesu. Youth Ministry ndio hao. Youth Ministry, thank you so much. God bless you. Peana gift yenu. Tukitoka Youth Ministry tonight. Mungu pekee aweza kuwalinda na kutatua mashaka yenu. Women Ministry. This is part of divine service. Women Ministry. Asanteni youths. Ako hapa, asanteni. Tutaingia gift za watu wote, bahasha nini, lakini wacha tumalize ya maisha. Muwe mfano bora kwa watoto wenu, waonyeshe njia ile ya uzima ya wokovu. Nanyi watoto wale ambao wangependa kutuma zawadi kwa wawili kupitia kwa M-Pesa, Pastor tangaza hii namba. Namba ya Danieli ni 07 0725287683. Narudia tena 072528
7683. Hiyo ni namba ya Hiyo ni ya Daniel. Daniel. Ya Gladys ni 0700000419. Hiyo ni ya Gladys. 0700000419 is the easiest number I've seen around. Asante. Kama uko na bahasha, uko na, nimeona kuna zawadi pale ya mesa na nini. Okay, Hata women hata ministry. tusifuate utaratibu, kujeni Hakuna tu. church choir. Hata hakuna haja ya kupata. Women ministry ndio hao wameleta zawadi yao in form of bahasha. Church choir. Wakifuatwa na Amo. Hiyo ni Women Ministry. Asanteni sana. Church choir. Asanteni. Amo naona wamekuja. Possibility wafuatwe na Possibility Ministries pia na zawadi yao. Nafikiri hiyo ni Possibility. Naona iko na mesa safi. Mesocho, Possibility, hand over. Women Ministry wame hand over. Church choir ndio hiyo na bahasha yao. Kiongozi ana Alice Nyambati, asanti na grupu yako. God bless you. Sawa. Next, Prosperity. Prosperity, naona wako na mesa na vitu juu yake. Kama unahitaji bahasha, Edwin Masese anapita around. Hata ile ya kanisa ambayo uko nayo unaweza andika China ulete zawadi. Asanteni. Hiyo ni Prosperity imeleta mesa na kuna zawadi juu yake, sijui ni nini. Asanteni. God bless you. Haya, tuondoke Prosperity. Tuondoke Prosperity. Amo wako wapi? Amo ndio wanatembea na bahasha yao. Individuals wa Prosperity pia mnaweza kuja. Colleagues. Wale wanafanya kazi naye. Simama hapa kidogo. Hiyo ni Amo, asanteni. Chivasa Jibuche. Chivasa Jibuche, asanti. Individual Prosperity ndio hao. Aona kuna duve, kuna bahasha. God bless you. Haya, tukuje sasa individual gifts wote, home churches tukuje. Hata naona home church ini ya Gesonso. Gesonso home church tumeiona. God bless you. Gesonso ndio. Mnapita upande ya chini hivi. Asanteni. Home churches, individual gifts tukuje. Naona Prosperity individual pia wameleta zawadi sao. Kianyabinge home church wamefika. Kiongozi ndio hiyo Nyango anapeana zawadi. Namba ula naweka kwenye namba ya simu. Daniel ni 07 25 28 76 83. Kwa Gladys ni 07 0000 0419. Home churches na personal gifts, marafiki, tafadhali kuja. Mwenzetu Emily Migiro ambaye alimpoteza mama last week kutoka Marekani na ametuma zawadi yake. Mnasemaje? Ametuma zawadi kupitia kwa Ven Marube. Zawadi yake imepitia kwa Ven Marube in form of cash.
hata kama alimpoteza mama, ametuma zawadi. Tukimaliza Kisii Central tutakuja Sunshine. Asanteni. Mesocho, hiyo unasema ni ya nani? Individual prosperity, sawa, peana. Sawa. Nasikia mimi zawadi moja ambayo ametuma ni hii pasi ya stima ya kunyorosa nguo. Unasemaje? It's part of zawadi ambayo ametuma. Asanteni sana. Hii ni individuals. Asanti. Elda Enoch Monda naye ametuma zawadi yake kupitia kwa Pasha. We recognize First Church elda wetu ako hapa, Elda Ndemo kwa hiyo raini. Naona kina Mogopa, God bless you. Zawadi si teremuke, asanteni. Pasha kwa wingi. Pasha kwa wingi, God bless you. Hii ni njia moja ya kuonyesha upendo. Timu ya Margaret Obuogi, God bless you. Hiki kundi ilianza kama mchezo, tunaona ikiendelea kuinuka. Magi Obuogi uko wapi? Chief, tumekuona. Tunaona Principal Chief, asanteni. Zawadi siteremuke kwa wingi, God bless you. Bahasha kama hujapata iko na Dennis Kiago. Utaweza kuinua mkono mahali popote ulipo. Sasa Sunshine muwe tayari na gift zenu. Church administration, Adventist men nasikia mko, women ministry wako, wote possibility kuja na zawadi zenu. Sunshine kuja. Asante Principal wa Kereri. Principals, naona principals, karibuni sana, God bless you. Damakoro, God bless you. Zawadi kwa wingi. Na hizo zawadi silindwe, zinalindwa na Masese. You take care of those zawadis. Sunshine, naona ikiongozwa na First Church Elder. Church administration iko hapo. First Church Elder wa Sunshine yako na sisi, atatusalimu. Hii ni Sunshine. Hii ni team from Eldoret. This is the team from Eldoret. Bado tunaendelea kuabudu. Tukue na utulifu, tunaendelea kuabudu in a form of kupeana zawadi. Abantu abami nduguru Eldoret muroje mbe joget. Thank you very much. God bless you. Turesaraye conference, karibuni sana. Sisa missionary on the other side. Margaret Obuogi, hii ni matunda yako. Tunashukuru. Tupite tu, hii kitu iko online. Hii program iko online. Mtaiona yote iko online. First Elder. Kujeni tu. Panda juu. Tukiendelea kupeana zawadi tusalimu tu. Huyu ni First Elder wa Sunshine. Kwa wale ambao umeenda Eldoret, Sunshine ndio kama Kisii Central ya pale. Wana wa Mungu wa mjambo. Happy Sabbath. Je, mko na upendo kweli leo? Mnaona nini? Harusi, si ndio? Basi kwa msichana yetu Gladys ambao ni mwanzilishi ya ABM, tunasema shukrani. Pastor, asante kwa kazi nzuri. Na kwa kijana yetu Daniel, hata kama mnasema ni yenu tayari, sisi
mmefanyia harusi hapa Pattaya Sunshine. Wakimaliza harusi honeymoon wanahama wanaenda Eldoret. Kwa hivyo mnakubali ama msikubali? Hata msikubali, Yesu amesema ameunganisha ndoa, si ndio? Mungu awabariki. Niko na salamu nyingi sana kutoka kwa wazee wa kanisa na washiriki wote, wamesema niwasalimie KCC. Amjambo? Hatujambo. Watu wangu wamejaa hapa, kwa hivyo tuko na raha. Sisi tuko na raha. Tumepeana lakini sisi ndio tuko na raha. Kwa sababu ile pipi ambao Daniel amechukua ni pipi ya maana na ni mtoto yetu mzuri, ako na tabia mzuri, ampenda Yesu. Jina langu ni James Angwenyi. Mimi ni mzee wa kanisa ya Sunshine. Mungu awabariki. Kuna mzee mwingine tumekuja naye anasimamia idara ya APM ambao ni Elder Peter Odiambo. Kwa hivyo tumeungana na sisi wote, women ministries wako na kila department iko well represented na Adventist men. Kwa hivyo sisi leo yetu ni raha sana sana kwa watu wa masemeji yetu, tunasema kwa dada zetu asanteni sana. Tumekaribisha nyinyi Sunshine. Tuko na warembo zaidi na tuko na vijana ambao wakufana sana. Kwa vijana ya Sunshine mkuje hapa mchukue, wameniambia wasichana wamesema watoki hapa. Kwa hivyo vijana wale wa Skizi Central, harusi iko tena ama hakuna? Harusi iko tena ama hakuna? Mimi kama patron ya IPM nitakuja tena hapa, lakini sio hapa, mtakuja Sunshine. Pastor huyu tunajuana sana, nimeshukuru sana. Our next wedding ni Sunshine ya IPM. Mungu awabariki sana. Asante Elder, amefanya Asante sana, marketing. Elder. Wacha nirudie hii namba, kuna wale wanasema nirudie. Nasikia pasa zimekwisha. Edwin, pasa zimekosa. Edwin. We need more passes. Dennis. Narudia more namba ya envelopes. simu. Namba ya simu narudia kwa wale ambao hawasikii. Ile timu ya Virongo na from Gesima tupange line hapa nyuma. Timu ya Virongo na Gesima ingia. Namba ndio hiyo ni 0725287683. Hiyo ni ya Daniel. Ya Gladys ni 07000419. Hiyo ni ya Gladys. Ile team from Virongo, from wherever. Abaiboli ba Daniel. Nchwango kwa jatobe kera ini tunamalizia. Kama uchapeana sawadi, we are crossing. Unapanga laini hapa. Nani anahitaji bahasha mahali popote ulipo? Kama tumekusahau na kama hautaweza kufikia bahasha, namba ya M-Pesa ndizo hizo ambazo tumezisoma. Then you can send your gift to that M-Pesa. Tukuje wote, hadi wale wako huko nyuma ya tent, marafiki, ndugu, wale ambao wanaona kwamba ni vizuri tuwape zawadi, waanze mwaka mpya vizuri. Tukuje sasa tuweze kumaliza ili tuingie katika Pasaka pale kanisani. Na tunapoingia pale kanisani, uwe na kiti chako, ubebe kiti kuelekea pale kanisani. Hatuna viti mle ndani. Then those who are going to participate in the Lord's Supper, carry your seat into the church. Amen. And 1-2. Baada ya Pasaka tutakuwa na keki itakatwa pale juu kwa ile tent iko pale nyuma, tutakuwa na keki kisha tuwasindikize nyumbani in style. Kutakuwa na basi itabeba watu, but we also encourage watu wako na magari ndogo tushirikiane tumsindikize baada ya Pasaka. Nyumbani ni Keroka. Just Keroka stage ndani kidogo. Naomba yule ambaye Gladys alikuwa anakaa kwake atusalimu tu, atusalimie. Huyo ndiye amemlea Gladys. Tusalimie mam. Happy Sabbath, church. Happy day. This is my day today. I'm really happy for Gladys getting married today. We thank God for this day. We are giving a special gift from Adongo's family in Eldoret. We are giving a fridge and 10,000 in M-Pesa and there's some more gifts which are back home. We thank God for her and may God bless her. Thank you.
Tumempea fridge. Oh, mlensi wa Gladys amepeana fridge na 10,000. Mungu akubariki sana mam. Ndugu ya Gladys pia ametoa kitanda iko kwa gari. Mnasemaje? Anaitwa Kefa. Anaitwa Kefa. Muntu na bago chobi yokaso bwa Nyasaye. David Daniel Nyasaye mu byokire. Lera go chakobeke bintu mpaka fridge. Amen. So basa tinjiro keregento enyumba ya tokire tauni yeye Nyasaye taliumia. Nani ako na wifi wainue mkono juu? Ini ko wale workmates ambao wanaongozwa na Alice Mogeni. Ani workmates ambao wakiongozwa na Alice Mogeni. Na tunashukuru Alice kwa maana wao ndio walifanya connection akapata kazi. God bless you. Na watu kama Edika wale ambao wako na kampani kubwa ya ushonaji. Ukiona Edika mwambie akuje hapa ni muombe ape Gladys kazi. Umeona Edika mahali? Mkimuona shika yeye mkono munilete hapa. Debora tafuta Edika unilete hapa. Tumuombe apatie Gladys kazi. Enyumba ya tokire batumbe bintororo bachage koragera barabese. Ukiona Edika mwambie akuje hapa. Wale ambao wako na kampani kubwa ya ushonaji. Asanteni, au ni workmates. Wengine ni naona Nyamokenyo Church. God bless you. Sunshine. Naomba tuimbe ile wimbo ili tuingie kwa program ya Passover. Na naomba tutulie hivyo ili tuombe kumaliza. Na kama kuna mwenye ajaleta zawadi, still there is time. Sunshine wakuja waimbe wimbo wa harusi. Alafu matrons wakiendelea kuimba leta ile ya mchanga. Leta ile ya mchanga isikwe video kwa haraka ili tumpishe our first church elder atuongoze kwa foot washing. Yesu kwa imani. Nasikia Tumaini wanangojea waite walete zawadi. Tumaini wako wapi? Kujeni. Nasikia pia kuna kwaya Tumaini na nyinyi mkaribia hapa. Atuondoke kama mchaimba na zawadi yenu. Na kunitakasa ni wako kabisa tangu. Watasimama na zawadi yao kidogo tu. Alafu Unity Sun inaweza endelea. Nguvu pia takusaidia moyo wangu ulikufa wewe wokovu nipewe nakupenda wewe Bwana wangu. Thank you. Nataka kuonyesha Gladys na Dan jinsi watajenga nyumba yao. Vile pastor amehubiri, nyumba yao itajengwa Mungu akiwa na upendo wake kama msingi. As the foundation of the family, God comes first, which is represented by color white. Then we have the input of Dan,
as the head of the family. Dan pour a little. Gladys also needs to give her input in building their family as God guides them. As God guides them through in building their house, and Dan as the head of family gives his input. Gladys also giving her input in building their home, don't forgetting that God's love is required in their home. Dan, continue building up your home. Your home is built with love, patience, joy, peace, and the grace of God. Thank you, Dan, for the input in your family, and above all, God to crown their family with his grace. What do you say? This is what God has joined together, and I think what God has joined together, no man shall put asunder. Thank you so much. God bless your union. Kwaya. Kwaya inapoendelea kuimba, Meshak Burere, mtoto wake ambaye ni Andrew Manyura, is our church member here. Mazishi yake ni 31st mwezi huu pale Nyangusu. Andrew Manyura is a son to Meshak Burere. Is our church member. Huyo kijana wake atazikwa pale Nyangusu tarehe 31 mwezi huu.
Tumaini tumalizie hapo ili tuingie katika ibada ya Pasaka. Tumaini, simama hapo. Tukienda Pasaka, tafadhali kila mmoja abebe kiti chake kuingia mle kanisani. Wabarato Home Church, gift yenu imefika. Tunashukuru sana. God bless you so much. Hiyo ni Tumaini. Hapo ndipo watumaliza, basi tutamalizia hapo. Zawadi bado, unaweza ukaleta zawadi kama umechelewa, hatujafunga. Just come with your gift and bless this young family. Mosa na
ametoka Tumaini ametoka sehemu za Virombo, tunashukuru. Sasa ningependa kuomba kumaliza harusi ili tuingie Passover. Songea karibu. Pia tulisema Edika kama inaitwa Orion. Kuja hivi. Gratis. Mwambie angalia hapa. Mwanaume tunapote jarani akona masins, lakini katika hali ya ku relax na kujua ni kisiko ataanzia kwa Orion. Orion ni kampuni kubwa ya ushonaji ambayo mkurugenzi wake ni Edika. Wale wao sababu na Orion yeo hiyo mikono ni ya kuombea Orion. Yote pasi. Wacha tuombee Orion ili Edika uende uone vile utafanya ili Gladys akuwe pale. Let's pray. Gracious Father, we thank you. You're so kind and so loving. You're so merciful. We have experienced your goodness throughout this year. And for sure, the far we have come, we have seen it is possible through your power and through Christ who strengthens us. Father, this moment, we bless this family. And at a time like this, one was that you open the floodgates of heaven and you bless them. We also pray in a very special way for Sister Edka and her company, Orion. It is our prayer that if she finds the space for dear sister here, and if she will accord her that opportunity, we will be very happy and we will glorify your name. Let your will be done. It is our prayer in Jesus' name. Amen. God bless you. Kile jinsi jingia wakati tunataka kuenda kukata keki. Sasa tunaenda kukata keki. Hii inaonyesha ishara ya kwamba Gladys anaenda kupika, na vile anaenda kupika atalisha bwana wake, na akilisha bwana wake hawezi kusahau wazazi. Sasa wacha tuombe tukate keki. Tuombe. Baba Mwenyezi Mungu, ni asante kwa sababu ya ulinzi wako mwema. Asante kwa sababu wewe ni Bwana. Na wakati tunaenda kukata keki, jina lako linuliwe, na wakati hii familia inaanza maisha uwe nao. Tumeomba katika jina la Yesu ambaye ni mwokozi wetu. Amen. Ningependa Dan na Gladys washike hii kisu. Inaonyesha hii ni mwiko, wanaenda kupika chakula, watakuwa wanasaidiana. Kwa hivyo wanaenda kukata kutoka juu mpaka chini. Asanti. Sasa Gladys utaenda kuchukua
keki ulishe bwana yako. Chukua keki ulishe bwana yako. Ona vile anamlisha kwa mapenzi. Ameanza hiyo sio kubwa. Hiyo sio kubwa. Anacheza cheza ni vizuri, anaanza. Asante. Sasa nadhani na yeye atamulisha. I'm here, matron. Yes. Here I am. Yeah, you are welcome. Nadhani wacha tuone na yeye anaweza kumkumbuka. Wacha tuone anamuonyesha na mapenzi. Asante sana sasa. All right, be fast. Wanalisha best couple sasa. Best lady. Nice. Sasa mtakumbuka wazazi wote. Abaiboli. Mbona vyakora hapa sasa? Aba mumu. Anaenda kulisha wazazi. Kwa sababu wakikula wasisahau wazazi wao. Watawakumbuka wawapelekee chakula. Amekumbuka mama. Tena anakumbuka mama yake mwingine. Asanti. Yeye si mchoyo. Yeye si mchoyo. Anakumbuka wazazi wake wote. Anawalisha wakati amepika chakula, anakumbuka wazazi. Wasiende kukula peke yao. Sasa majirani mtaletewa na wale wengine. Abaiboli bande mbara banga. Anaendelea kulisha familia ni kubwa, extended family. Anaendelea kulisha wazazi. Asanti. It is time kwa wazazi wale wa kina Gladys. Wazazi wa kina Gladys hawezi saulika, Dani atawakumbuka, wanawalinda. Dani naye wamekumbuka kwao Gladys. Walishe wote. Anakumbuka wazazi wa Gladys. Nakumbuka wazazi wa Gladys. Ya mama, hebu tuongee kitu. Nimepata mchumba na nataka nioe. Je, ni ng'ombe ngapi utadai? Mwambie mjomba ajiandae. Tena baba mkwe amekaza, tutoe za kutosha. Iwe fedha au mali, mambo yaende. Na mkoti wa mjomba tutanunua. Kanga ya shangazi nayo iwepo. Kwenye ndoa babu na bibi kabisa wasikose uhondo. Nataka watu wote wawepo. Baada ya ndoa. Tushaongea, tutajikabidhi kwa Mungu hata baada ya ndoa baby. Tushaongea, kaka kifo kije kitutenge, hii baada ya ndoa baby. Baada ya ndoa tukawasalimu na ndugu zetu. Tena baada ya ndoa twende tuwaone kijijini kwetu. Baada ya ndoa twende tumuone na baba mkwe.
baada ya ndoa twende kanisani pamoja baby. Baada ya ndoa, ya ndoa, ya ndoa. Baada ya ndoa, ya ndoa, ya ndoa. Baada ya ndoa, maelewano. Tumeshaongea na switi tusigombane. Kautani tucheke kidogo, tubebishane. Mpenzi ukiwa safari nitakumisi. Baada ya ndoa baby, maelewano. Ya ndoa baby, tumeshaongea na switi tusigombane. Turinge kidogo, tubebishane. Mpenzi ukiwa safari nitakumisi. Mwambie na jirani ajipange, harusi inakuja, aje alete na zawadi. Ndugu na marafiki watakuja, tena watapendeza, wakinishangilia mimi. Baada ya ndoa, ya ndoa, ya ndoa. Baada ya ndoa, ya ndoa, ya ndoa. Baada ya ndoa, maelewano. Tumeshaongea na switi tusigombane. Kautani tucheke kidogo, tubebishane. Mpenzi ukiwa safari